Sana katika kipindi chako cha Afya Bora na Kipato Imara kupitia website yetu ya www.afyaborakipatoimara. Mbele yako ni Dr. Jackson, ni mtaalamu wa changamoto za viungo na mifupa. Ninasaidia watu kupona changamoto hizi. Ninawasaidia watu kuweza kujiimarisha katika afya zao. Leo tutaenda kuzungumzia athari kubwa ambayo watu wengi wanaipata hasa katika mfumo wao wa uti wa mgongo. Hii ni structure ya binadamu katika upande wa uti wa mgongo, na hizi ni baadhi ya sehemu ambazo zinaonesha maeneo makubwa manne ya binadamu katika mfumo wake wa uti wa mgongo. Eneo la kwanza linaitwa cervical region. Eneo la pili ambalo ni hili linaonekana kwa rangi ya blue ni thoracic region. Eneo la tatu ni hili ambalo linaonekana kwa rangi ya kijani ambao ni lumbar region, na eneo la mwisho ni sacrum ambao inaonekana kwa rangi ya orange. Watu wengi kwa zaidi ya 89% kulingana na takwimu ya Shirika la Afya Duniani wamekuwa wakipitia changamoto hizi za maumivu ya viungo, hasa katika maeneo makubwa mawili, eneo la nyonga na eneo la mgongo. Watu wengi wanazopitia athari hizi ni kutokana na majukumu na shughuli ambazo wanazifanya, aidha katika lifestyle ambayo wanayo. Wewe ambaye unapitia shughuli nyingi sana za kukaa kwa muda mrefu ofisini, wewe ambaye unafanya shughuli zinazokutumia muda mwingi sana kuinama, wewe dereva, wewe ambaye unafanya shughuli zinakufanya ubebe vitu vizito, upo na hatari kubwa sana baadaye kutengeneza changamoto hizi za uti wa mgongo au katika sehemu zako za pingili za uti wa mgongo, kutengeneza maumivu makali sana. Pale unapokuwa katika shughuli za kukaa sana, hasa maofisini na madereva, unakuwa unaathiri zaidi eneo lako la lumbar region, ambapo tatizo linaanza kujitengeneza kuanzia eneo lako la pingili namba 3, namba 4 na namba 5, ambapo hapa sasa utaanza kutengenezwa michubuko isiyo ya kawaida ambayo itaanza kutengeneza baadhi ya vidonda vidogo vidogo ndani vitavyoanza kukusababishia maumivu, ambapo kama usipokuwa makini tayari unakuwa upo katika hatari ya kupata changamoto hii ya maumivu ya kiuno. Na kuna baadhi ya dalili ambazo utaanza kuzisikia. Utaanza kujikuta unasikia zaidi maumivu makali hasa ukiwa umekaa kwa muda mrefu. Utaanza kujisikia maumivu makali hasa ukiinama, au pengine nyakati za kuchuchumaa unasikia maumivu sana, na wakati wa asubuhi ukiwa unaamka hali inakuwa imebadilika zaidi. Sasa hizo zote ni baadhi ya athari ambazo unaweza kuzipata, lakini yapo madhara makubwa sana ambapo kama usipokuwa makini yawezekana ukatengeneza hizi changamoto ambazo zikakuathiri na kukugharimu katika maisha yako. Athari ya kwanza ambayo ni kubwa sana ambayo unaweza ukaitengeneza kutokana na mfumo wa hili eneo la lumbar region ni athari ya kupata changamoto za stroke. Hii mishipa ya fahamu midogo midogo unayoiona hapa, hii direct inatuma taarifa paka katika maeneo yako ya chini ya miguu, ambapo hapa utaanza kupitia viashiria. Endapo utaanza kuvisikia hivi viashiria, basi wahi mapema sana kuweza kutibia hii changamoto kabla hujafikia hatua mbaya. Endapo utaanza kusikia miguu inakuwaka moto, utaanza kusikia viashiria vya ganzi, utaanza kusikia misuli inakaza ya paja, utaanza kusikia juu ya makalio kama kuna sindano zinakuchoma, au chini ya nyayo kuna vichomi mpaka kwenye vidole vya miguu, basi upo hatarini sana kupata changamoto ya kustroke, ambayo hii kitaalamu tunaita ni pre-partial stroke. Kwa hiyo usipokuwa makini unawezekana ukatengeneza hizi changamoto. Lakini madhara ya pili, kama usipokuwa makini na kuizingatia mapema, yawezekana ukatengeneza ulemavu wa kudumu. Na ukiangalia watu wengi sana kwa zaidi ya 55% wamekuwa wakipata ulemavu kwa sababu ya kuzembea kupata matibabu ya haraka. Kwa hiyo hasa utaanza kujikuta unaanza kushindwa kufanya shughuli zako mdogo mdogo kila siku zinavyozidi kwenda, na mwisho wa siku utatengeneza ulemavu katika hilo eneo ambapo itakubidi ukafanyiwe operation na hakutokuwa na namna nyingine ya kuweza kuisaidia hiyo changamoto. Kwa hiyo haya ni maeneo makubwa sana ya muhimu ambao unapaswa kuyalinda na kuyazingatia ili uweze kuimarisha afya yako na kuepukana na madhara haya. Ni lazima uweze kuzingatia. Wewe ambao unahitaji kuweza kujikinga na haya madhara, wewe ambao unahitaji kuweza kujiepusha na haya madhara, jambo moja unapaswa kulifahamu: afya yako ndiyo mtaji wako. Afya bora, kipato imara. Usipokuwa na afya bora, hauwezi ukawa na kipato imara. Kwa hiyo moja kwa moja ni lazima tuweze kulinda katika eneo letu la uti wa mgongo ili tuweze kufanya majukumu yetu na kujiepusha na madhara mbalimbali.
Mbele yako ni Dr. Jackson, ninawasaidia watu kutibia changamoto zao, na nilikuwa na wewe hapa katika kipindi hiki cha Afya Bora na Kipato Imara. Dar es Salaam ni Afya Bora Kipato Imara. Tunawasaidia watu kuweza kujitibu na changamoto hizi, lakini pia kuwapatia elimu na ushauri juu ya changamoto hizi. Wewe ambao unapitia changamoto hii, jitahidi sana na kuwa makini sana kuweza kulinda familia yako. Wewe unastahili furaha ya maisha yako. Ni Dr. Jackson. Karibu sana.